naliona chozi. Hili ndilo ulikuwa unalitaka. Nimeshakuita mara nyingi, hukutaka kunisikia. Leo hii mpo wangu anaondoka hivi hivi. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Tuna mshenga. Ili wewe uje utoe mahali kwetu, ili familia ikutambue kama wewe mkwe wetu. Na mpo wangu hawezi kuzikwa kamwe kama hujachukua prosesi hizo. Huna cha kujitetea, kwa sababu nimekuita mara nyingi ulikahidi. Nimekuja kwa wema. Ukifanya kinyume na hiki, hatutoelewana kabisa. Naliona chozi. Naliona chozi. Najua inauma, ila nilikuwa naomba waruhusu watu waondoke, tuondoe matanga ili tufuate process za kuoa. Tutafanyaje sasa? Kwa hiyo kakaangu, tunafanyaje kuhusu hili? Kakaangu, mimi naona ule mwili tuutoe tupeleke mochari, kwa sababu ule mwili hauwezi kubaki ndani. Utabaki pale ndani mpaka lini Utabaki mpaka lini ndani? Ule mwili upelekwe mochari, afu tutafute njia nyingine ya kuongea na familia yao. Ndugu wangu, ujui yule mzee alikuwa na roho mbaya. Yule mzee ana roho mbaya tena sana, zaidi ya sana. Mimi niko tayari kuoa. Kaka, kwa hiyo na upo tayari kuoa maiti? Ndio, niko tayari. Yesu ndo ametaka mimi nioe. Yesu ndo ametaka mimi nimuoe mwanae. Yesu ndo kasema maneno yote kwamba mimi nimuoe mwanae. Sio amekufa. Nitaoa. Na kuhusu mwili umo ndani, nitafanya prosesi zote. Atakuja daktari atauchoma mwili sindano, kisha prosesi zingine zitaendelea za ndoa. Usijali, sisi tutamuoa watu. Na naona kabisa wewe hujui hapa kuna kitu ambacho kimejificha kabisa. Ni mchumba wangu, naona kabisa hajafa. Mchumba wangu mimi hajafa. Dadangu mimi mchumba wangu hajafa. Ila sikataka mimi nioe, nitaoa. Sikataka mimi nioe, nitaoa. Nadhani kanilete vitu vyangu nikamtafute msheni. Ushawahi sikia ndoa ya maiti, nashindwa kula. Ndoa ya maiti, ushawahi
sikia. Nahisi kuishi wa nguvu, hivi kweli au ni ndoto? Najua unanisikia Mungu. Kuna wakati nakubali, poa tulitapita, tabu inaanza kuishi yo. Hapana, hapana, ndoa ya maiti nashindwa kula. Ndoa ya maiti ushawahi sikia? Hivyo unalichukuliaje hili jambo? Ndugu yangu, hili jambo ni kubwa na ni lizito. Yaani toka mimi makuzi yangu mpaka nimefika hapa, unavyoniona, hili jambo sije kulisikia. Ndio kwanza nalisikia leo. Ndugu yetu ana changamoto kubwa na ana mzigo mzito sana, na mpaka sasa hivi namuonea huruma. Yaani mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa sasa hivi mwenyewe na bado akilini kwangu aliingia. Yaani wewe mtu mzima na akili zako kabisa kufunge ndoa na mtu aliyokufa. Kweli ndugu yangu, inawezekana? Inawezekana. Ndugu yetu ana changamoto. Hili swala sisi tunajua tunalichukulia kwa wepesi kwa sababu ya tukutu. Ile kwa ndugu yetu ni gumu na ni nzito. Ila mimi na jambo moja nimefikiria, nawaza. Kwa nini tusingeangalia upande wa pili serikalini, tukawaomba tusaidie, tukawashirikishe hili jambo. Tuna watusaidiaje? Najua serikali lazima atafanya tu namna yule mtu aziko, kuliko ndugu yetu afunge naye ndoa. Wewe unaonaje? Yaani kwenye changamoto unapeleka changamoto. Ile familia mimi naijua. Na hata hivyo nilimwambia ndugu yangu, hii familia unakoingia siko. Sawa, mimi nilikuwa na wazo nimuulize ndugu yangu ana bajeti ya shilingi ngapi, ili tumtafute mshenga akatoe barua pale ili aoe. Ndugu yangu, mshenga tena? Ndugu yangu, uje kufunga ndoa na maiti ni jambo zito sana. Sasa tutafanyaje? Ila anyway, kama umeona hilo liko sahihi kwenda kumtafuta mshenga na tumalize hili jambo haraka haraka, ni sawa. Ila lakini hatuna namna, tunabidi tufanye tu hivi. Sawa, manake limetufika wote hapa. Kwa nini hivi nashindwa ese? Bwana, karibu. Karibu sana. Asante. Na sijategemea kabisa kama nitakukuta. Kwanza nashukuru, imekuwa kama bahati. Majira haya mara nyingi huwa nakuwa nipo nyumbani. Yaani kila siku mida hii ya saa 5:05 huwezi kunikosa hapa nyumbani. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. Ndugu yangu, mimi nimekuja hapa. Mimi na jambo nahitaji unisaidie. Nahitaji kumpelekea mtu barua ya uchumba. Ndugu yangu, jambo la kheri. Umefikiria kuoa? Hili ni jambo la kheri kwangu. Ni wapi? Sio mbali na hapa, ni hapa hapa mtaani. Sawa. Lakini hili jambo lina changamoto kidogo. Kivipi? Naona kama nabeba gunia la misumari ile kwa kichwa kwangu kuna kipaa. Kivipi? Yani mimi kwa nini hivi nashindwa ese? Huyo mtu ambaye anataka kumuoa ni mtu ambaye maamuzi yamenizidi tayari ameshakufa. Kweli nakwambia nachoka mimi. Ameshakufa. Kivipi? Mbona kama sikuelewi? Yaani sijaelewa kwa kweli hapo. Sasa sijaelewa. Ameshakufa? Wewe mtu aliyekufa? Najua itakuwa ngumu kunielewa. Najua itakuwa ngumu ni masikio yako kusikia hiki kitu.
Imekuwaje? Yani imekuwaje mpaka inafikia hatua uoe mtu ambaye amekufa? Huyo binti nilikuwa naishi naye. Lakini amekufa kwa bahati mbaya. Amefia kwako? Familia yake imezuia na wamesema nisimzike mpaka nihakikishe napeleka barua kwao. Hili jambo nishawahi kulisikia, lakini kwa umri wangu kwa kweli bado sijawahi kushuhudia kwa macho, ila nishawahi kusikia kwamba ukiishi na mtu familia yao inaweza kukataa asizikwe hadi ndo. Mdogo wangu una mtihani. Na hii familia ni familia ya kina nani? Bale kwa mzee nani pale? Mzee Mapande. Mzee Mapande hapa juu? Na wale kweli watata. Lakini sikiliza, mimi nitafanya kitu kimoja, nikuahidi. Naomba usiwe na stress wala usifikie hatua ya kulia hivi. Unaelewa? Haya mambo yatakuja kukuletea stress zingine za ajabu ajabu, magonjwa. Hebu tulia, tulisolve hili swala. Nakuomba lakini niko chini ya miguu yako. Usijali, nimeshalipokea. Niko chini ya miguu yako, naomba nisaidie. Nimeshalipokea na mikono miwili. Nakuomba kuwa mtulivu kabisa. Nimeshalipokea. Ninachokuomba, naomba unipe siku hizi. Siku 2. Niende nikazungumza na ile familia. Lakini maiti na siku 2 ipo ndani. Maiti na siku 2. Nashindwa kula, ndoa ya maiti, ushawahi sikia? Ndoa ya maiti, nashindwa kula, ndoa ya maiti, ushawahi sikia? Bwana karibu. Asante, habari za hapa? Salama, huko utokako? Heri. Nini tena? Barua. Wewe nani amekwambia mimi ndo naleta barua? Unataka kuniambia umekuja kuomba mwili uzikwe ama umeleta barua? Mimi nimekuja kuomba maiti izikwe. Kama umekuja kuniomba na mimi ninakuomba, iletwe barua, iletwe mahali, ifungwe ndoa, ndipo mwili uzikwe. Mzee zangu, najua tunaheshimiana na kuomba tusitiri ule mwili, tunamtesa yule marehemu. Tukisha msitiri, hapa mwingine yote tutayafuata. Nataka nikwambie, mimi na wewe tunaheshimiana. Hayo unayoyatafuta hutoyaweza, na inatakiwa mfuate vyote ninavyotaka mimi, ndipo mambo yataenda sawa, na sitosikiliza mtu aina yoyote kuhusu hili. Sawa, ngoja tukafanye process, tuandike hiyo barua.